kwa category zenu zote hizo mpya nasikia mmepewa leo. So kutoka wa nchi kavu, wale wana hewa, wengine wana maji. Sasa ni group moja peke yake ndio ilibaki, ile haiko imepotiwa kazi. Sasa tutawapatia wakwe wa reli. Aya, watoto wetu, watoto wangu hoi. Watoto wangu aya, hebu tusalimiane hivyo nione watoto. Asante, karibuni, and all of you, God is good and all the time. Asante sana, nishukuru our members of County Assembly. Naona tuko na Rebecca, basi wewe unawakilisha kamati. Tunasema on behalf of the Department of Education, we also have enjoyed the cooperation between us and the Committee on Education. I know the chairman is not around and the rest of the members, but you can pass our message. Mheshimiwa Shugi, who is our neighbor just here, upande wa Dumberi, and Mheshimiwa Hezron, also one of us here, and our member elected in Riabai. Machache tu kwangu, kwanza niseme ni shukrani sana. Asanteni sana sana sana. Naona tukiwa na contractors vile Hezron amesema ni ishara ya kwamba we are going somewhere. Na ni ishara ya kwamba kazi haiendi vibaya, ama namna gani jameni? Yes. So first wacha nitaje mambo matatu tu ya haraka kwa vile sitaki kukaa sana. Najua tumekaa kutoka asubuhi. Nikiwaomba radhi pia. I was in the office and there were quite a number of visitors. Ndio ikabidi kwanza ni attend wote. Na nanyi mkagojea kidogo. Naomba radhi, lakini sasa tumeungana and I know we'll proceed. Yale mambo ambaye mmesikia hapa imetajwa. Kwanza kwangu kama governor, nataka nyinyi wote, everybody who is sitting here, everyone, niwashukuru. Hii safari, this journey would not have been possible. Haingewezekana hata kama ningelikuwa na maono gani, mpango gani, hata bidii gani, lakini niwe sina partners wenye wako cooperative na wananishikilia na kusaidiana na sisi, basi kazi haingewezekana. Nakumbuka wakati nilisema tutajenga ECD kwa hii ofisi yangu, just immediately I was elected. Nikatengeneza model nini, tukafanya BQ. Wakati BQ ya kwanza nililetewa ya kujenga ECD, nililetewa BQ ikiwa ya karibu close to almost 7 point something million, almost 8 million. Sasa mimi nikaiangalia nikasema tukienda na hii style, we will never build our ECDs. Tutakuwa kama all the other wishful thinkers. Wanasema watajenga, lakini there is no moderation between the price, the cost, and the intention. Nikarudi tena nikasema weka hapa. Fortunately, kwa bahati nzuri na majaliwa ya Mwenyezi Mungu, I have a bit of knowledge in construction. So tukapanga BQ tena, tukasema reduce this, tafanya hivi, mpaka finally tuka-arrive at a BQ. Wakati nilisema hii BQ inakaa kama inaweza kufika this amount. And I'm saying this while thanking our contractors, because every contractor sitting here, and for everyone listening in the county government of Kiambu, I am convinced fully ya kwamba contractors wenye tuko nao saizi hawa ni contractors wa kujitolea na wanafanya kazi in the best possible way that you can do in a construction. Hiyo BQ nilionesha watu, alafu nikasema tujengeni, patieni watu. Watu wakaitwa watu kadhaa wa mwanzo, wakasema hii BQ haiwezekani. Tukasumbuana, you can't build with this one. Tukamoderate mpaka dakika ya mwisho, tukaita contractors. I think we called just like about 4 contractors. Tukamwambia hebu enda wewe jaribu, ukimaliza ikishindikana basi kuja tuseme imeshindikana, but we can push
mpaka dakika ya mwisho. Na nyinyi mnajua wakati watu wanafanya kazi ya serikali, especially nyinyi wazazi wetu, kwa vile nyinyi mara nyingi mnalipa kodi huko. Even our teachers, of course, you know. Mtu akipata kazi ya serikali anafikirianga amepata nafasi ya kuja kupata kazi ambaye haipigwi hesabu. Unapata faida mara 5 ama mara 10 ya vile inavyofaa. So wakati tuliweka BQ ya kwamba unapata tu faida ile tu ya kushikilia mzuri, lakini sio ile over excessive, watu walifikiri tutapata watu tukangangana a few, but finally the few who came, at least 3 or 4, tukafanya 1, 2, 3, wakaona it is working. Na mimi nikaweka policy, na nataka wakati huo pia tumshukuru huyu waziri wetu Mase pamoja na timu yake yote ambao wako nao, because it is that cooperation that made this work. Tukasema na sisi tutaweka policy tofauti, our contractors, that for every contractor who is building an ECD, we shall never delay your payments at any cost. In fact, we give you first priority. So ndio mkaona sasa wakati mjengo inajengwa ikimalizika, tunalipa certificate zote, tunalipa ikifika kumalizika, we pay the amount on time. And I want to use that opportunity to answer that question or address that issue yenye waziri amegusia, ya kwamba this time wakati tulikuwa tunakuja kufunga mwaka, kulikuwa na kadile kidogo, and not on our side. Indeed, even the few of you our contractors who have not received your money, pesa yetu ya kuwalipa iko kwa bank. It is in the bank. Sio ati ni pesa tunatafuta. Ile kitu ilikuwa inagojewa tu ni hiyo procedure ya kuhakikisha kwamba vile budget ilichelewa na supplementary kupitisha tena mambo ya kuenda kwa control of budget and to upload the budget. Hiyo ndio ilichelewa kidogo, but today in the morning I confirmed ya kwamba wameanza the process of uploading the budget, so we expect today, tomorrow, those last few ECDs zenye zilikuwa mtalipwa. Ya muhimu ni kwamba kufikia vile tunaongea hapa sasa tukifanya hii launch, tumemaliza na kuhandover to our communities a total of 312 ECD learning centers already. Hizo zinasomewa na watoto wetu hawa wenye wamevaa vizuri hivi in the entire country, spread. And again, I know our members of county assembly will bear witness ya kwamba also tumefanya spreading ya hizo ECD learning centers as evenly and as adequately as possible per ward in the county. Hakuna ward hata moja wanaweza kusema ya kwamba sisi tuko na shule na hatujapata ECD learning centers. The way that the team of education have worked around this ni kukaa, kurationalize, kuhesabu. We have some wards that have too many primary schools. I'm sure maybe hiyo swali wengine wanaweza kosa kuielewa. Ukienda mahali kama ward ya Ndarugu, tulihesabu tukaona kuna primary schools about 21. Ukienda kwa ward zingine kama ward ile mimi nimetoka Kabete, unapata kuna shule primary schools 11. Kuna ward zingine unapata wako na primary schools 24. Wengine wako kama hapa sasa Kiambu town mahali tupo, there are hardly 4 primary schools, I think, isn't it? Yes, because hapa tuko nafikiri Kasarini, kule the Ndegua, tuko na hii hapa Kiambu primary. Is there any other one? Yeah, those are the only ones in other than the one that we build a standalone, isn't it? Yeah, the Ndegua community. So you can compare ya kwamba ward hii iko na 4, ingine iko na 24. And that is the balance we've been trying to keep. So mahali kuna 24, we award probably like 10 or 8. Hapa pengine we award as many as possible. But across the entire county, hakuna mahali ambapo hatujajenga those ECD centers. Today, we are coming to launch already an ongoing and almost finished phase of the 178 plus. Tulikuwa tunaongea na hii team ya
waziri, na kwa hizi 178 tayari kuna zingine wameshapiga roof. So tukifika mwisho wa Disemba najua wengine watakuwa wanamaliza. January ni ku handover. The remainder of 38, those 38, mpango yetu ni kwamba in our supplementary budget 1 ambaye tutakuwa tunaiandikisha Januari, we will include those 38 so that mwezi wa 6 in the county of Kiambu there would not be even one single primary school without a complete and already in use ECD learning center. Na tukimaliza hiyo, it is not that we will have done the 524. Indeed, we will have done 524 plus. Kwa vile tukihesabu zile zote tumefanya standalone sasa, tumefanya standalone kama ngapi Masi? 37. So sasa zile ziko kwa primary schools 524, ongeza hizo 37 zenye ni standalone. Meaning we have done in excess of more than 550 ECD learning centers. Na wenye hawajai kuona mfano ya ECD learning center ndio hii iko hapa juu. Labda kama, lakini walimu wetu nyinyi mnakaanga huko, watu wetu wa board wako huko, kama kuna mzazi yako hapa hajajionea vile learning center yetu iko. Sasa model ya learning center ndio hii. Tulipeleka hii model yetu ya learning center kule Homa Bay wakati wa Devolution Conference. And watu walikuwa wanaikuja wanaiangalia, wanazunguka mara mbili, wanaona kama ni muujiza ama kama ni kuigiza. Lakini finally wanakuja kupata ushahidi ya kwamba this is what we are doing. Na bado isitoshe. Kwa vile sasa nyinyi contractors mujiandae, we are not kicking you out of the process. From here we have said sasa kutoka mwezi wa pili there are already some of the selected ECD learning centers ambayo tunajenga swimming pool. So tutachukua zenye, and what we intend to do is to zone all our learning areas in our wards, and we will be saying between this ward and that ward, in this zone A, ile ECD learning center hiyo tunajenga swimming pool. We have the model, we have the funds, we have the bills of quantity. Mumalize hiyo, mtujenge hizo. Ya pili, and this also to help our walimu. Kwa vile najua hii vita hata wakati inaongelewa hapa, of course mkipigana huko mimi najua tu na ninasikia kwamba vile vita iko. Huko Kabete kuna mahali tulikuwa na vita kubwa. Hata hapa Githongori watoto walimu wakifukuzwa ati watoto wasipikiwe ndani ya kitchen ya primary school. Sasa hiyo vita tumemaliza na njia very easy. Because kwa hizo all ECD learning centers zenye hatujajenga jiko, the next 6 months tutamaliza hizo all kitchens in all the ECD learning centers. All. So sasa nyinyi ukiwa hapo, sasa wewe vile mmesema you walk with your head high, prepare your head now to walk even higher. Kwa vile tutaweka hizo zote, we will make sure that all of them, all our contractors, mnachukua hizo vitu tujenge those kitchens very very quickly, tuhakikisha kwamba our teachers are independent. Thirdly, baada ya hiyo, then our teachers sasa na nyinyi mujifunze tena mambo ya kupanga watoto wenu in those zones, because in the month of February we are launching our first 2 buses ya ECD learners. Mwezi wa pili, and God willing tukifikia mwezi tena wa 4 tuongeze zingine 2, so we'll be having your 4 buses. Mnatembeza watoto ile mahali yote mnataka kupeleka, mpeleke kwa swimming pool, mpeleke kwa mashindano, mwachunge vizuri. We want to make sure ya kwamba we copy the models that work in the world. And you know what Waziri you are saying, that is indeed what happens across the entire globe. And I normally ask this question throughout. Sisi kama nchi ya Kenya hatujaendelea kushinda nchi kama ya Finland. Finland has the best education system in the entire world. Finland is number 1. And in Finland,
the best schools zenye zinapiganiwa kupeleka watoto, even by the rich of the rich, are public schools. Sio shule za nini. If you go to Germany, wengine wenu najua mmetembea mahali kama Germany, mko na relatives in Germany, ask them, which are the preferred schools in the German education system? It is public schools. Because public schools are the best supported. They give the best facilities. They have the support of the government, and government is the controller of money and resources. So unajiuliza, in this fake system, yenye iliwekwa na watu wenye who do not care about the people, how is it ya kwamba at it is the private institutions kama kindergartens, ama private academies, that is the ones which are preferred kusomesha watoto. And secondly, and most important, all of us are not equal. Hatutoshani sisi wote. Mama yule anachuna kahawa kule kawaida. Yule mama anaoshea wa mama nguo kule Roiro. Yule mjamaa ambaye kazi yake ni dereva wa matatu wa Ngige. Na yule mwenye anauza sukuma wiki kule soko Mjinga. Akiungana na apatane na mwalimu na apatane na mwanabiashara ako na duka. All those people have a right in our country and in God's world to have their children and their families, and they access education in the right and best way. And that is why tumesema we are flattening the course. We will eliminate by these actions that discrepancy and discrimination ambayo imekuwa ya kwamba when you find that you don't have the resources in your pocket, that curse also goes down to your child. Because akienda pale anajua yeye ni mtoto wa mtu fulani, lazima aende kwa shule ambayo sio mzuri. That is going to be history in this county government of Kiambu. And so, vile watu walikope model yetu huko kule wakati wa devolution conference, we want kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu tukifikia mwaka wa 2027, as I have said loudly, I as the governor, I am not going to go to the people of Kiambu with stories. I'm not going to go to the people of Kiambu singing songs zile watu wanaimbanga wakati wa campaign. I'm not going to be hiring artists and hiring these wasanii to go and convince people on my behalf that they can give me the opportunity to finish my job. I want to take a track record of a government that has performed. And when the people see that this is a government that means what they say and says what they mean, then tutaomba kazi tuseme tupatieni nafasi tumalizie ile kazi ambaye tumeanza. Ile kazi tutakuwa tumebakisha sasa ni ya kuhakikisha kwamba sasa hao watoto wakikuwa wakubwa wanapata economy nzuri kwa county ambapo watapata kazi kwa county yao. Because we will have done what we are supposed to do. Ile kazi ambayo tutakuwa tunaomba turudishiwe na watu ni kuhakikisha kwamba hao wakikuwa sasa wakubwa, they are going to come and find hospitals where they can go and get treated and attended together with their parents without the discrimination of not having funds in their pockets. We want to build a county whereby baada ya hii hawa watoto wakijaliwa, akikumbuka vile alisoma kwa shule nzuri na apate kazi nzuri, atapata hiyo serikali ilimjengea pia barabara nzuri ambaye anaweza kuendeshea gari yake akiwa mtoto ambaye alisomea kwa hii system. And that is what we intend on doing. God willing, tutabadilisha ile style yenye kazi imekuwa inafanywa nayo. Kwa vile tuko na all the stakeholders in the education department, and also parents or citizens of this county. You have seen the other things, the other transformational ideas that we have brought kuhakikisha ya kwamba we are changing the course. Lastly, tuliahidi na mkiangalia hiyo model ya ECD, mtaona hiyo model iko juu na display ya solar panels. By the close of this year, hakuna ECD Learning Center ambaye haitakuwa na solar system yake ya kumulika. We are going to solarize all our ECD Learning Centers, such that mwalimu wakati unaangalia homework ya watoto wako na nini, ukichelewa jioni uko na stima huko ndani. Kama ni wakati mnafanya ile vitu mnafanya around the ECD Learning Centers, we have a well-lit compound. Wacha niseme kwa haya mambo yenye yamezungumziwa na hao waheshimiwa wenye walikuwa hapa.
You know, Mungu anatubariki kwa njia tofauti, and it depends on how you decide to use your blessing. We have chosen ourselves to use our heads and the energy God has given us and the positions that He has given us to use it positively to grow our people. Mtu akiamua ya kwamba yake atatumia negatively, ati kwenda kubomoa ECD learning centers, and let me ask you, board members, muko hapa, muko board zingine, hata nyinyi walimu, hata nyinyi contractors, you build elsewhere, you've seen. Niliuliza watu hapa juzi when we had the last occasion hapa, have you paid a visit to Egerton University? You know, I was there about an year ago. Ukiingia ndani ya Egerton University unapata mjengo kubwa ya a whole spread university. Lakini in the same compound is a primary school. In the same compound is an ECD learning center. What is this new story ambayo imeingia to shallow-minded people? Ati when you have an institution which has been built using public resources, using taxpayers' money, ati you can find merry and something to laugh about and something to joke about, ati you are bringing down a whole institution that has been built with public funds when it is new. Mimi nilisema hata hiyo kama hiyo mazungumzo ilikuwa huko, hata kama the primary school in Mangu was being abolished, the ECD learning centers, as Waziri has said, those tiny tots like these ones cannot walk for 3 kilometers. Leave them there, they can be in the institution. Even if you don't want that institution there, then use it as a workshop. You don't have to demolish it. What is the glory of demolishing it, wasting 6 million shillings, and then you come and build another workshop? If you're building a TVET, what sense is that? That is 2 cents, isn't it? Yeah. I mean, there's no blue money and white money. All this money ni ya raia. So kama unasema basi hiyo ECD isikue hapo, give us that money, we will build another ECD somewhere. Use that one as a workshop or something else, or as a laboratory. Yeah, that's what you know. Lakini kukuja hapo ati kubomoa kupiga usiku ati and you start dancing around stones. What are you telling us? You know, you get what I mean? Watu wetu. Lakini hiyo ni mambo ya kupelekea Mungu, na mimi kama ningeulizwa ni ile ombi ningeomba Mwenyezi Mungu, singesema ati Mungu uangushie watu moto ati wachome. Hapana, nitaomba Mungu nimwambie waongezee akili. Yes. Waongezee akili. Ndio, because that's the only way we can build a better country and a better county. Ama namna gani jameni? You know, wanasemanga in the community of tit for tat, kama ni mtu akikata mkono umkate yake, then you will have a community of people who don't have hands, isn't it? Kama ni kuchoma jicho na uchome yangu, you are going to have a community of blind people, isn't it? So wacha tuwaombee tu Mungu haongezee akili ndio waweze kujua ya kwamba those institutions are not wamatangis. Mimi siku ile kazi yangu itaisha, hizo ECD zote na hospitali nimejenga nitaziwacha hapo zihudumie watu, na nitarudi nyumbani vile nimekaa. Nienda nikapate bibi yangu na watoto wangu, lakini tutumie ile swala na uamuzi wa Mswahili, tenda wema nenda zako. Ama namna gani jameni? Yes. So hapo ndio sisi tuko. Nataka niwashukuru kwa vile mmekuja. We have now already embarked on this construction. Naomba Mwenyezi Mungu mwezi wa pili tukutane hapa when we are completing the last 38. Special thanks to our contractors. Nataka niwashukuru because kuna mahali mingi najenga na tumestruggle sana na some other contractors, but you have done as well. I want to thank our board members. Najua huko hata nyinyi mmekuwa na vita. When our teachers have been fighting, I know even our board members have also been fighting the same wars. Tuwashukuru sana. And then of course here team yetu ya Mercy, wenye mnafanya now your directors, I want to also take this opportunity to thank you specifically kwa kufanya kazi nzuri, and then tuwashukuru tena walimu wetu. Nyinyi ni mashujaa walimu wetu. Hayo mambo ambaye nilisema the last time here, I want you to know that I am a man who keeps his word. I said we are going to promote 1,028 teachers, and I will do that
by January, wakati nyinyi mnafanya nini. I'll have done it. I had a request for recruitment of 1,200 teachers. I already have an ongoing process already in the County Public Service Board, and you'll be seeing the advertisement in the next 2 weeks for recruiting a total of 600 teachers. When we are done with the 600, we are going to go to the 1,200. So hiyo mambo yote tulikuwa tumesema, na I will make sure that it is done. Ndio tuhakikisha kwamba tuna ease burden yenu na munapata promotion. Thirdly, I promised, and we will do it, because we are already in an engagement with Mount Kenya University, that every teacher who does not have a diploma, we are going to educate them to diploma level at no cost to yourself. Ndio kila mwalimu tuhakikishe ya kwamba hata wewe ukisomesha watu, there is also value you are adding to yourself by learning to be a better teacher, but also by retaining the knowledge and the good education you have gotten when you're pursuing your diploma. Na kutoka hapo, sasa walimu wote wakipata diploma, which you can get in 2 years, so then the next level will be a degree. Ama namna gani? Now, there is no height we cannot scale. When I told people ya kwamba tutajenga hizi mashule 500, they thought we were joking. Now we have finished it in half our term. So sasa kusema nyinyi tutasoma na nyinyi mpaka tufike huko kwa madegree, msiwe na wasiwasi, that is also achievable. Tutasoma na tufikishe mpaka hizo degree, watoto hawa wasomeshangwe na watu wenye wako learned. Ama namna gani jameni? Yes. So sasa hizo labda kutakuwa kumegunduliwa degree nyingine mpya ambaye Masi ataenda, kwa vile yeye amefikisha doctor, sasa aende atafute nyingine huko mbele wakati sisi tunaenda kwa doctor. Ama namna gani jameni? So we want to wish you well. Nataka niseme asanteni. I hope Masi mumetengeneza lunch kwa watu wetu hapa wote. And then okay. Santi, so may God bless all of you. I'm being told there's a key that we are going to hand over. Oh, yeah. Naambiwa kuna funguo yenye tunafaa ku hand over to the stakeholders. And Masi, that idea ya Shogi ananiambia muiangalie mzuri. It's not a bad idea hiyo ya graduation ya watoto wakiwa PP2. Muketi muiangalie muone. Okay. So they know, they do. Okay. Yeah, my doctor message tells me that they normally do that graduation at the institutional level. Sasa ile kitu watafanya ni kutu invite. Wakati ndio tuwe tunaenda na tunajua kwamba iko tukiwa na shughuli. Ama namna gani? Haya. Okay, naona majority leader amekuja. Sikuwa nimekuona kuja majority leader. Ujiintroduce hapa, mpatie microphone. Thank you, Excellency. Sorry, I've come in a little late. Wazazi na wale wote wako hapa, walimu, Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Musheke, ama Musheke Mutugu, MCA wa Kalimoni kule Juja, and I'm happy. Nimekuwa nikisikiza kwa online, na sio rahisi kuona contractors wakisifu serikali. That is a government that is working. Tupigie gavana wetu makofi kwa kutuongoza vizuri. Pia nimesikiza wazazi na nimeoga waji kuna mukenu, and that is the true testimony that is there on the ground, and we pray. Ile tu nitakosoa kidogo ni yule amekuombea kwamba tuongeze, tubindue katiba uende miaka nyingi kama governor. Tunataka governor akimaliza 2022 Mungu ambarikie kitu kubwa, abadilishe nchi. Asante sana. Thank you, Excellency. Aya, asante. Hapo tuko na funguo ambaye tuta hand over. Stakeholders ni watoto wetu na walimu na teachers na BOM na wazazi pamoja na contractors, ndio? So sasa funguo yetu iko hapa. Thank you. Tupige makofi wanapopewa funguo tafadhali. Thank you. Smile to the camera.
nataka niombe director, deputy director, ili arudishe shukurani, alafu wimbo wa taifa, tumalize na maombi. Tafadhali. Thank you so much for this great occasion. Your Excellency, Dr. Kimani Wamatangi, we are very humbled for your leadership in Kiambu County. Our MCAs, honorable members, our Waziri, you are really a strategic leader. We are following a strategic steer leader. We are very happy. OECD, Directorate staff, our public officers, our distinguished guests, engineers and our contractors, our dear children, good afternoon. Mine is so simple. My 1 minute is gone. Just kushukuru because of what we have done and what we have done under the leadership of our Excellency, Dr. Kimani Wamatangi. We have really seen it in our eyes. And like Psalmist said, 118:23, that this is the Lord's doing. It is marvelous on our eyes. It is really God's doing. We have seen it happening. People thought it is a dream. It has come true. Our children are happy. Wanjiko is happy. And everybody in Kiambu is happy. We can feel the initiative that is being done on the ground. It is profound. We thank everyone. We are happy to be in Kiambu. God bless Kiambu. God bless our leadership in Kiambu County. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. Tumpigia makofi. All of us upstanding for our national anthem. All of us. Last prayer from one of our parents. Santi na utaombea mpaka chakula. Good afternoon. Let us give thanks for the great session we've had. Our mighty Father, we come before you this afternoon with thanksgiving in our hearts. Thank you for the great session that we've had. Thank you for the new project for our ECD that is in front of us. Lord, provide every wisdom and funds that we need for it. Bless our leadership, bless our county, and bless us as a county, dear Lord. We also remember you have given us something to eat. Lord, it is not everyone who will be able to have food this day, but you have given us something to eat. We thank you and we bless your holy name. In the mighty name of Jesus, we do give thanks. Amen. Thank you. Ni mzazi wetu Nyambura. Tunataka kuomba gavana wetu anapoondoka, nasi nitawapatia ratiba ya chakula vile tutachukua chakula. Thank you so much and God bless you. DJ, you can give us a song to escort our governor. Thank you so much, Your Excellency. May God bless you.